Dunia nyingine. Sehemu ya kwanza. Moto wa mwisho. Masumbuko alikuwa kijana wa kawaida kabisa wa kijiji cha Mwanga. Alikulia kwenye nyumba ya udongo iliyoezekwa kwa makuti kati ya wazazi wake maskini lakini wenye upendo. Tangu akiwa mdogo alijifunza kuvumilia maisha magumu, kulima, kuchota maji mtoni na kusaidia wazee bila kulalamika. Hakujua chochote kuhusu miujiza wala hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yangebadilika kwa njia ya kutisha kiasi hicho. Siku hiyo ilianza kama siku nyingine yoyote. Jua lilichomoza kwa amani, ndege wakaimba na watu wakaenda mashambani. Lakini jioni ilipokaribia, mambo yalianza kubadilika. Upepo wa ajabu ulivuma ukiwa na harufu ya moshi mzito. Anga lilianza kuwa jeusi kana kwamba mawingu mazito yalikuwa yanakusanyika kwa haraka isiyo ya kawaida. Masumbuko alipokuwa akirudi nyumbani, aliona mwanga mkali ukimulika kwa mbali. Sekunde chache baadaye, mlipuko mkubwa ulisikika, kisha vilio. Moto ulizuka ghafla, ukienea kama kiumbe hai mwenye hasira. Nyumba zikaanza kushika moto mmoja baada ya nyingine. Watu walikimbia hovyo wakibeba watoto, wengine wakilia majina ya wapendwa wao. Masumbuko, kimbia! Sauti ya mama yake ilisikika kwa mbali. Alikimbia kwa nguvu zake zote, lakini moto ulikuwa kila upande. Joto lilikuwa kali kiasi cha kuunguza ngozi. Moshi mzito ulimjaa hewani, ukamfanya ashindwe kuona mbele. Alijikwaa, akaanguka, akajaribu kusimama tena huku machozi yakimtoka bila kujua kama ni kwa moshi au hofu. Moto ulipozidi kumkaribia, Masumbuko alihisi nguvu zake zikimwishia. Mwili wake ulitetemeka, pumzi ikawa nzito. Hakukuwa na njia ya kutoroka. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alihisi kifo kikiwa karibu sana. Akaangalia juu, akafumba macho na kunong'ona, Mungu inisaidie. Ghafla kulikuwa na kimya. Hakukuwa na kelele za moto. Hakukuwa na vilio. Hakukuwa hata na joto. Masumbuko alifungua macho yake taratibu, akidhani labda tayari amekufa. Lakini alichokiona kilimzidi akili. Je, nini kitaendelea sehemu ya pili? Utamu usikose.